Sema bila wewe Yesu, oh mimi siwezi. Oh bila wewe Yesu mimi siwezi. Sema bila wewe Yesu mimi siwezi. Usiponishika mkono wako hakika mimi siwezi. Usiponena na mimi hakika wewe siwezi. Nasema bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Nasema bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Usiponenda nami nani ataenda nami siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Niongoze Bwana. Sema popote wenda hadi siku saparate taji hiyo Bwana mwambie niongoze Bwana popote niendapo sema hadi siku ya mwisho taji hiyo nipate mwambie niongoze Bwana popote niendapo mwambie hadi siku ya mwisho taji hiyo nipate mwambie niongoze Bwana popote niendapo hadi siku ya mwisho taji hiyo niongoze oh Yesu wangu popote nipitapo hadi siku ya mwisho hiyo taji nipate niongoze mfalme wangu bila wewe sitaweza kamwe Bwana hadi siku hiyo ya mwisho unishike mkono maana saksi hiyo nipate kwako natazamia
kwako na sujudu, kwako na angalia. Niongoze Yesu hadi siku ya mwisho, hiyo taji nipate. Kwako natazamia, kwako naangalia, sitaki kupotea. Ndio maana niko hapa Bwana. Oh, ya mwisho taji nipate. Oh, Lord Jesus, we need you, Lord. Direct us, oh God. Bwana tuongoze sisi. Tunakuhitaji Yesu. Tunakuita mfalme. Ere pasara kabala kosi yane. Shala barata. Oh, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Holy Spirit of your. Take control of our lives. We need you, Lord. Shana makaparata. Reso palate. Oriamane selelelele. We need you, Lord. Sakapreto sakatekapa. Lebere sota paradise. Oh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. We call you. You are Yahweh. Yahweh. We say you are Yahweh. You are Yahweh. You are Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh.
of your name, demons tremble. You are Yahweh. At the mention of your name, mountains move. We call you Yahweh. At the mention of your name, sickness disappear. We call you Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Shalabarako Sabara. Shalabarako Sobalada Branta Lagade. Shedebere Kosobalada Bahanda Lagada. Shedebere Kosabranta Lagada. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. I will not forget you all my day. In every situation, you have never failed. I will not forget you all my days. In every situation, you have never. Say Yahweh, 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 Yahweh. We call you Yahweh, 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 Yahweh. Your name is Yahweh, 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 Yahweh. We call you Yahweh, 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 Yahweh. We say you are Yahweh, 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 Yahweh. We call you Yahweh, 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 Yahweh. Your name is Yahweh, 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 Yahweh. Your name is Yahweh, 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 Yahweh. Say I will not forget. I will not forget. You on my day. My day. Every situation. Every situation. You have never say I will not forget. I will not forget. My day. In every situation, you have never say I will not forget. I will not forget you on my day. You are my day. In every situation, you have never said I will not forget you all my day. In every situation, you have never failed. Sitasahau kamwe, ni wewe ulinifia kwa kila hali Bwana, haujawahi shindwa kamwe. Mimi sitasahau Bwana, uliponitoa hadi hapa,
kwa kila hali Yesu wewe haushindi kamwe. Sitasahau uliponifia msalabani, sitasahau ulinitoa mbali, kwa kila hali Bwana haujawahi shindwa kamwe. Sitasahau ulinisomesha, sitasahau uliniepusha na majali Bwana, kwa kila hali nasema Bwana ushukuriwe Yesu. Sitasahau Bwana, ni wewe umenipa afya, kwa kila hali Yesu mimi nasema haujawahi shindwa kamwe. Sitasahau ulionifia msalabani Yesu, upendo wa namna gani Yesu, sitasahau kamwe. Wewe Bwana umekuwa mwema. Sitasahau umeniepusha na magonjwa Bwana, sitasahau kamwe. Kwa yote umetenda kwangu Yesu, haujawahi shindwa kamwe. Sitasahau Yesu ulinafia, umenipa afya njema Yesu, nina sababu ya kusema wewe haujawahi shindwa kamwe. Nilikuwa nife uliniokoa Yesu, nilikuwa nipotee umeniweka Yesu sitasahau kamwe Bwana. You have never failed. I will never forget, I will never forget. Alamana nane sabarani alele, Oriana ne sabarade shalalale, Abaradia kapaya dalabaria tesa. Sitasahau Bwana, sitasahau ka. Oriba sata pali kaparada. Ereba sota pilada. We will never forget, we will never forget, we will never forget, Lord. Reba sota palada kapa. Zerebe kosa palada. And that is why tunakuinua. Reba sapalada braka sekepe. Reba lada ba sopelada. Rekata pala kosi bahandela. Osi preta palada. Come on, just lift him. Lift him for 1 minute. Lift him, lift him. Shaka preto sakatakata. Epreso fila prata. Acknowledge him, acknowledge him. Reposikataria. We will never forget, oh God. We will not forget, oh Lord. Hatutasahau kamwe. Sini wewe Bwana uliyetuleta hapa. It is you that kept us, oh Lord. Alovre saka prento sikapa. Rata saka prento sikate. Lebranto sikate. Aibonasa pila kapredila. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Aramanani shalalale. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Oh. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Rakataka pala sota pradia acknowledge. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Oh. Milele na milele.
nje ya lango nikifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo. Nitamfuata nje ya lango la mji, nitamfuata nje ya lango nikifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Mali hapa milele na milele. Amina. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you more. I need you more. Holy Spirit, we need you. Have your way. Just have your way. Just take control. Shalabarakosa palada bahanda sida bahas. Tunasema ni asante. Roho wa Bwana, tunakuinua asubuhi ya leo. Tunakuhitaji zaidi ya jana. Tunakuhitaji zaidi ya lisaa lililopita. Tunaomba ukatujaze, ukatufurikizie na uwepo wako. Ni kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Tawala maisha yetu, tawala ibada yetu. Ni kwa kuwa wewe unastahili. Mungu wetu na Baba yetu, ni asante, ni kwa kuwa unastahili. Ebeneza, tukuka asubuhi ya leo. Imidiwa Mfalme, ni asante, ni kwa kuwa katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ni asubuhi njema. Bwana ametuhifadhi, ametuwezesha kufika mahala hapa tukaweze kumwabudu. Mimi na wewe, ametupa pumzi asubuhi ya leo. Wengi wametamani kuona asubuhi ya leo ila hawajaweza. Si ati sisi ni wazuri, ila ni kwa sababu ya mkono wake. Bwana asifiwe. Shangilie Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tunapoenda kumusifu, tukamusifu kutoka mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Makofi ya juu ndio ya Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi ya juu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Jehova ndiye mfalme mkuu. Jehova ndiye mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiye mfalme mkuu. Ndiye mfalme mkuu. Jehova ndiye mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova
ndiye mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiye mfalme mkuu. Jehova ndiye mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuabudu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Imba Jehova. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Imba Jehova. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Tunakusifu, tunakuinua. Jehova ndiwe mfalme mkuu. Shangilia Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Makofi kwa Bwana Yesu. Ametutendea mambo ya ajabu asubuhi ya leo. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangilia Yesu anaweza. 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 Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Shangilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Shangilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia Yesu akomboa. Yesu akomboa. Yesu akomboa. Yesu akomboa. Shangilia Yesu akomboa. Yesu akomboa. Yesu akomboa. Yesu akomboa. Haleluya, shangilia Bwana Yesu. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tumshangilie, tumshangilie, tumshangilie Mungu Baba. Shangilie, tushangilie, tushangilie Mungu Baba. Tumshangilie, tumshangilie, tumshangilie Mungu Baba. Tushangilie, tushangilie, tushangilie Mungu Baba. Tumshangilie, tumshangilie, tumshangilie
Mungu Baba. Tushangilie, tushangilie, tushangilie Mungu Baba. Tumwinue Mungu Baba. Tumwinue Bwana Yesu Mungu Baba. Tumwinue Mungu Baba. Tumwinue Mungu Baba. Tushangilie Mungu Baba. Tushangilie Mungu Baba. Tumshangilie Mungu Baba. Tushangilie Mungu Baba. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo amen inatosha. Ama ni hii kitu haijatoa sauti. Bwana asifiwe. Amen. Haya, tunaweza ongeza sauti nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tembea wawili watatu wale wako karibu hapo. Ni vile sisi sote sio mothers. Ungesalimia ukimwambia happy Mother's Day, lakini sasa tukisema ufanye hivyo sasa itakuwa shida kwa Francis na Elisha wakisalimiana, wakiambiana mothers. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana, tuko na our mother. Happy Mother's Day. Sasa anasimamia all the mothers ambao mko hapa. Wale ambao wewe sio mother, miss, hiyo salamu haitakufikia. Endelea kungoja na itakuwa vizuri. Bwana tukuzwe. Ningependa tuinue sauti zetu dakika kidogo tuweze kumwabudu Bwana. Ukinena maneno mazuri, ukizungumza na Mungu maneno mema, mambo mema, hata wakati mwingine unaweza kumwambia Bwana, ninaomba unitembelee. Katika ibada hii ya asubuhi unaweza kumwambia Bwana, ninaomba unitembelee katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, oh God, naomba Bwana tembelee kwa uwezo wako, kwa uwezo wako, kwa uwezo wako, kwa uwezo wako. Shada barabarabaza zala gabarabazila bahan shala da baradabazata la baragada. Oh God, tuomba mfalme, jina lako likatukuke katika maisha yetu. Tuomba Bwana ukajitwalie sifa tunapokuabudu, tunapokusifu, tunaposikia kutoka kwako. Bwana, tunaomba neema yako, tunaomba uwepo wako katika jina la Yesu. Hakuna kama wewe Bwana. Inua sauti yako kila mahali. Oh God, shalala barabaragadaba zaladada baragadabara kozila baha ribaza karabaganda baradila shadada baragadabaragaba rekata babu shatala baradi manteleka paradabazila ragadabashela koparatela rakatali baradeski zaliga pasatolaba rekapasatelia parate ragabaskali prekotaba. Oh God, we worship you, Master. We glorify your holy name, Lord. We worship you, King of Kings. We honor you. You are worthy, Lord, to be praised. Blessed Father, be your precious holy name. Abarada baskala bragada baragadaba karabarakosa liga baragadaba shadada baragadaba. Oh yes, Lord. Andada basila karabana shadada baragada barakosile ba shadada baragada barakozala ba shadabara kozala gada baragada bazin zala karabara kozila baradia. Worship you,
in all the earth, in all the earth. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. Oh, We worship worship you. We worship We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Hey, We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Manta liga baratush. Liga baragada bazina. Mante la kopariatesa. Yes, lift your voice and talk to God. Talk to Him. Talk to Him in the name of Jesus. Shalabarakoza gabahandaba. Zila gabarakoza la gabahanda. Mantali kraparatosia. Yes, talk to Him. Father, we worship. Lord, we give you praise and glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Thank you, Jesus. We give you praise and glory. Thank you, Lord, because of your word. We give you praise because of who you are. Thank you, Master. Blessed Father, be your precious name. In Jesus' name. And somebody say amen. Come on, lift your voice and celebrate the Lord. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sasa niuliza wale wameketi mbali upate hiyo promotion ya kusonga hapa mbele. Yeah, our sister there. Yeah. Yes, wasonga tu hapa mbele. Ingia hapo. Wazuri. Yesu wale wameshika watoto. Amen. Wale hawajashika watoto ndio tunawaruhusu. Praise the Lord. Amen. Unaweza keti. Tunashukuru Bwana kwa nafasi hii ambao Bwana ametupatia, na tumeanza kwa kuwish wa dada wote, sio wote wale ambao ni mama. Mama ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunashukuru kwa sababu ya nafasi hii. Na we want to wish all the women a happy Women's Day or Mother's Day. Oh, kuna mothers, kuna women, na kuna siku gani nyingine? Si tutaje, ni nyingi sana. Actually leo nilikuwa najiuliza na wanaume tunakwamba wapi Pastor C? Where we have the men. Kuna ziko ni vile wanaume wako na nyingi, wako na mawazo mengi. Kuna fathers na kuna men's na kuna nini nyingine? Yes, ziko. And so we want to clap for them. Wale wa mama wako hapa, we want to clap for them. Just stand up, all the men, the ladies, and the
not the ladies, the youths. Wale wewe sio mother wa mtu. Wewe sio mother wa mtu. Tuache mother wakae chini. Sasa tuwapigie makofi. Let's clap for them. Asante sana. For your information, hata Mungu mwenyewe anapenda kufanya kazi za mamas. I shared in the morning and I said that wakati Yesu anazaliwa hapa duniani, what happened ni kwamba Mungu alifanya kazi na mama. Alipanga hiyo kampango ya kwamba vile ambavyo watafanya na mama ili aweze kuzaliwa Kristo. Hata mzee hakuambiwa Joseph, praise the Lord, hakuambiwa ya kwamba mtoto atazaliwa. What happened ni kwamba aliambiwa kwa sababu alikuwa amepanga kutoroka. So hiyo kupanga kutoroka ikasababisha ama custom ya Waibrania. Na kwa hivyo hakuwa amemuuliza. So wakati ambapo alisikia amepata mimba, akapanga mpango ya kutoroka. Naye Mungu akatokea usiku akamwambia usijaribu kwenda. So wamama ni watu wa baraka sana. Praise be to God. And for your information, women ama mothers, kuna sehemu wamepewa na Mungu ya kupeana direction ya kuchukua baraka. Hata kama in the family setups ambazo tuko nazo, most of them and majority, of course, they have not been given the ability to bless. Hawajapewa hiyo kakitu, lakini they have been given access to proper directions. Meaning, if she directs you and you follow those directions, that's why you hear the Bible speaks about instructions. Follow your mother's instructions or follow your father's instructions. Now, women have been given that, or mothers. So akikwambia ukifuata hii njia, na that's why you hear mpaka Waswahili waliborrow that. Wakasema asiyesikia asiyefunzwa na mama. Sio babaye, wanasemanga mama. Kwa sababu mama niye anapeana instructions. Anasema ukienda hivi, mambo itakuwa mazuri. You remember the story of Jesus, the first miracle Yesu alifanya. Muujiza ule wa kwanza Yesu alifanya. Bible inasema ya kwamba ni mama aliwaambia wale, vile mtaelezwa na huyo kijana, fanyeni hivyo. And so it is important na ni muhimu sana. So mothers, we want to salute you. Hata wale wanatazama kule nyumbani, we want to salute you. You are very much important. Praise the Lord. Nakumbuka baraka zile zilinyakuliwa na Jacob. Mama alifanya kazi kubwa. Mama alimwambia nimejua mzee, na mama anajuanga mahali pesa ziko, anajua mtoto gani anaweza kwenda kwa mzee apewe, anajua ni nini anaweza kufanya. So mothers are important. Nakumbuka Rebecca aliambia Jacob ya kwamba baba yako anataka kuachilia baraka hapa. Wakati Esau ameenda, kwa sababu Isaka aliongea na Esau, akamwambia nataka ulete ile kitu unaletanga hapa. So Bible inasema ya kwamba Rebecca akaorganize, akapanga vizuri vile ambavyo Jacob atapika hapo. Na of course kuna uwezekano ya kwamba mama aliwahi onja hiyo chakula. So alikuwa anajua all the recipes. Labda Jacob hakuwa anajua the recipe. But this mother alikuwa anajua the recipe, alikuwa anajua hiyo ni nini. Na Bible inasema ya kwamba akahakikisha what happened. Akahakikisha kwamba nyama imeletwa kabla ule mzee kijana akuje, na ni Rebecca alipika, for information. Yeye alipika.
sio Jacob. Alihakikisha kwamba amepika na akaambiwa sasa shika upeleke. Ukipelekea mzee hiyo ni hivyo. Na mama alikuwa anajua kwa sababu mzee anapenda kushika, kwa sababu macho imepotea. Isaac macho yake ilikuwa imepotea. Hakuwa anaona, lakini alikuwa katika ulimwengu wa rohoni, macho yake ilikuwa very sharp. So akasema ya kwamba Jacob akuje ama Esau akuje. Jacob alipokaribia, mama alikuwa amejua. Kwa sababu wewe ndugu yako, yeye anakaa kama swara huko. So akaorganize vile ambavyo ataweka vitu huku. Wakati mzee alishika akasikia hiyo ngozi ni kama, lakini hiyo sauti inakataa. Bwana akasema anyway. Nafikiri alisema anyway kwa sababu na Rebeka, wewe bariki mtoto. Na unajua vile wazazi wa mama anaongeana. Hivyo mama anaweza kukuambia hapana, wewe fanya hivi. Na utafanya. They are very powerful. Bwana atukuzwe. Situwapigie makofi tena. Ni maana. Na kwa hivyo siku kama leo, kama Mungu amekubariki na mzazi mmoja, wewe ama wawili, inafaa ibada ikiisha jioni hivyo, chukua kasimu mpigie. Mwambie mama happy mothers. Nakwambia atasikia vizuri. Kwa sababu labda hiyo kitu alisikia wakati wa Kenyatta, the first president. Ama akiwa msichana labda. Ama ingine amesikia kama 15 years ago. 23 years ago, na labda hauko umezaliwa. Na aliambiwa na mzee. So unaweza kupika kasimu umpigie, na mama ni one of the systems, ama mzazi is one of the systems where we get the blessings. So ukiignore hiyo area, kuna baraka za aina fulani ambazo huwezi kupata. Ukisoma Ephesians chapter 6 verse 2 inasema ya kwamba ili uweze kulive long hapa duniani, living long. Living long haiko na Mungu. Hadi sasa unaweza kuamka useme Baba katika jina la Yesu nitakaa kama mawe. Hauwezi. Hiyo maombi haiwezi kupenya. Kwa sababu katika ulimwengu wa rohoni, the spiritual principle and protocol for you to live long here on earth, it is by honoring your parents, honoring your mother. Bwana atukuzwe. So by doing so, verse 3, is it verse 3? Inasema that it may be well with you. Na kwa hivyo ukiona matatizo mengine inakuja inatokea, wewe angalia kama kuna mahali umepitana na mama ama baba. Ukiona kuna shida zingine zinatokea, shida zingine hata tukikuwekelea mkono hapa, wewe kama hujasikizana na mama kule, itakuwa changamoto. Mimi nasema Baba katika jina la Yesu ninakemea hiyo shida. Hiyo shida inakataa kutoka. Na nilisema hapa na niwafundisha ya kwamba ukiona tatizo haliondoki, liko limerudi, sasa hapo ndipo mtu anawekanga jicho la kiroho, the spiritual eye. Unataka kuangalia hii shida kwa nini haiendi, hii ugonjwa kwa nini haipotei. Na tumeambiwa kwa mapigo ya Yesu tumepona. Kwa nini hii kitu haiendi? Kwa nini na struggle area hii? Mbona usiku yote ninanyongwa? Ni vizuri kujua kwa nini unanyongwa. Bwana Yesu asifiwe. So ukikaa kama for example ya kwamba ignore, hautaki kujua, you are not even concerned, wewe utanyongwa siku zote. So mzazi amepewa mamlaka that it may be well with thee. Na ukiona Mungu anaiweka katika constitution yake, it means it was important. Wakati Mungu anapeana constitution ya kuongoza Wanaisraeli, the 10 commandments, tunazitanga hivyo, what we are going to follow. Ukiona Mungu ameiweka hapo, then it is one of the most important. Na unakumbuka Yesu alipokuja hapa akasema kupitia neno lake ya kwamba ukivunja moja umevunja zote. Kwa hivyo usipoheshimu mzazi wako, wewe ni mwizi. Nini ngine? Sasa ukiusikia mtu akwambia mimi hata mambo ya mzee niona ni kama hashiki, sasa wewe kaa mbali, mwizi huyo atakuibia. Ninataka niongee kuhusu the principles ama the condition of the promise of God's presence. What are the conditions ya ahadi za Bwana? Unajua Mungu ametuahidi mambo mengi sana. Will you add me a little bit? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuahidi mambo mengi, na baada ya hii nitawaombea ili nguvu za Bwana zishuke. Ukitoka hapa usiende vile ambavyo uliingia.
unafaa ukiingia kwa ibada kama hii unatoka na neema tofauti. In Jesus name. Tunaweza kuomba dakika kidogo. Hata kama umeketi unaweza kuomba. Unaweza kuomba dakika kidogo. Shata la baraba santa liga barada santa la baraba. Oh yes. Yes, pray. Shalabaraba zakatala baraba zantala baraba. Shalabaraba zantala baraba zan. Yes, Lord. In Jesus name. Amen. Kitabu cha 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Nataka niongee kuhusu conditions za ahadi za Bwana. I mean the presence of the Lord. Conditions of the promise of God's presence. Na kuna mambo ambayo tunaisoma ambayo inafaa kufanyika Mungu akiwa na wewe. Kuna vitu tunafaa kuona katika maisha yako. Kuna evidences that God is with you. Na kuna promises ambazo Bwana ameahidi. 2 Corinthians chapter 16 verse 16. Bible inasema, and what agreement? Nataka tuangalie promises kama ngapi? 5. Alafu tuangalie conditions zake. Kwa sababu baraka za Bwana haziangukangi anywhere. Hata ukiomba umwambie Baba ninaomba unibariki. Kuna ile baraka ambayo tunaweza sema ni wholesale. Wholesale ni ile kulala na kuamka. Hiyo ni kama wholesale. Lakini kuna ingine ambayo wewe mwenyewe unatafuta kujua mahali ambapo imetoka. Bible inasema, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them. Number 1 promise. Mungu aliahidi namna gani? Dwelling in us. Andika hiyo. God will dwell in us. He will dwell in you. It is a promise. Kando na ahadi nyingi Bwana aliahidi. Aliahidi ya kwamba I will dwell in them. Na Mungu akikaa na wewe unaona namna gani? Kuna wakati ambapo nafikiri ni leo nilikuwa nauliza watu, wewe uliona nini? Kuna watu nasikianga wakisema ya kwamba nimeona mkono wa Bwana. Okay, ukisikia Mungu ako na mkono, kuna mahali pengine nilisoma nikasikia jicho la Bwana. Okay, jirani ya nini? Ni mkono, ni jicho, ni miguu, ni nini ya Bwana aliona? Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe alisema ya kwamba I will dwell. Ni kumaanisha atakaa ndani yetu. Dwelling ni kumaanisha hahami. Hapo ndipo area yake. And he is promising that I will dwell in you. So the second promise, walk in them. Not with them, in them. Kwa hivyo ukitembea hivi Bwana anatembea. That's powerful. So the first promise is dwelling in you. The second one is walking in. Walking in. Anatembea ndani yako. Kwa hivyo haufai tena kusikia kwamba kuna kaugonjwa kako ndani yako kama yeye anatembea ndani yako. Ya kwamba kupumua ni yeye. Kutembea ni yeye. Kuongea. Number 3, I will be their God. Hiyo ni ahadi number 3. Tunataka tuangalie condition hizi vitu zote. Kwa sababu ameahidi atakuwa ndani yetu. Na amesema ya kwamba atatembea ndani yetu. Na amesema ya kwamba atakuwa Mungu wetu. Na unajua sasa kwa watu wameanza kutafuta miungu mingine.
Watu wanatafuta miungu mingine from different areas. Wanatafuta miungu mingine from other sources, from divination. Wengine wanajifunga tu vitu, lakini Mungu ameahidi ya kwamba atakuwa Mungu wetu. Na Mungu wetu, hata kama unasikianga ya kwamba God is for all of us, he doesn't subscribe to every person. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kile ambacho huwa kinaweka watu kinaitwa God's mercy, rehema za Bwana. Ukiona watu hawajaona shida, kuna rehema. Kuna tatizo ambalo watu kuna rehema. Lakini ameahidi ya kwamba atakuwa Mungu wetu. You can imagine God being your God. Yeye akisema ya kwamba I will be your God. Ni nani hapa hawezi taka kuwa rafiki wa viongozi fulani? Sema mimi nitakuwa rafiki yako. Kuna kitu moja ilifanyika miaka ya zamani. Kijana mmoja aliimba mahali fulani hizi vitu za shule. Alafu rais akatokea akasema mimi nitakuwa baba yako. Of course hapa pia ungependa kiongozi fulani awe baba yako. Ni nani hangependa kiongozi kama Bill Gates akuwe rafiki yake? Sisi zote, hata mimi. Kwa sababu ni mtu Mungu amebariki. The Bible says they shall be my people. In other word, inaitwa number 4. You shall be my people. In other word, you are going to be owned. That's number 4. You are owned. You are not your own. You have been owned. In other words, God is your father, not only your father. You don't do what you want to do. You are owned. God has owned you. You are thinking everything about you, it's about him. Because God has owned you. Bwana Yesu asifiwe. Ni harusi huwa tunaambia watu ya kwamba vitu zako ni za huyu, vitu za huyu ni za huyu. Hivyo ndivyo tunaambianga watu. Lakini initially, in short term, inakuanga ya kwamba you have been owned. Yaani hawezi kufanya anything you want because you are owned. Bible inasema kwamba you will be mine. You are now mine. Where you are going to go, you ask me, I make will. Your will is my will. Your wish is my wish. Verse 17. Hizi ni promises. Number 5. Bible inasema ya kwamba wherefore come out from among them and be separate, be there, says the Lord, and judge not their clean. Verse number 18. Bible inasemaje? I will be a father unto you. Andika hapo. Promise number 5. He will be my father. Atakuwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa naona watu wakienda kwa baba wa taifa zamani, ama wakimwimbia, wanamwimbia baba. Hata mmoja akiongea anasema baba taifa, tawala, baba taifa. Akiambiwa hivyo anatengeneza barabara. Akiambiwa hivyo anasema hapo tutatengeneza shule, na inatengenezwa. Wacha ile ya zamani. Lakini ya zamani kidogo. Rais fulani alikuwa anaitwa Troitich. Akiambiwa baba, tawala baba, akiambiwa tawala baba. Akiitwa hiyo jina anasema wow. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu wetu anasema kwamba I will be your father. Kuna kitu ambacho huwa ninajua. Leo mtoto wa Elisha ni ya Elisha. Kiswahili ni wa Elisha. Huyo kijana yake Elisha ni mtu mpole. Si ni mtu mpole? Ni mtu mpole. Lakini mwalimu kwa bahati mbaya, asante, kwa bahati, tuseme bahati mbaya, achukue kiboko apige. Unasikianga watoto wakisema namna gani? Nitaambia baba, wacha baba afike. Okay, ni mababa wa siku hizi na wao kuna changamoto. Lakini tuliongea asubuhi, changamoto itaisha. Mababa wa siku hizi hawatetei watoto wao sana. Lakini kuna wakati ambapo walikuwa wanasema wacha baba aje. Hata mama mwenyewe alikuwa anaweka hiyo mguu. Anasema baba akikuja hapa, hiyo ni jembe umepeana na imevunjika, wacha mzee akuje. Wacha mzee aingie. Na hata kiti ya mzee haiko inaguzwa. Naye akitokea mambo yote inatulia. Sasa Mungu wetu anasema I will be your father. Haufai kushindwa na mapepo.
Baba yako ndiye creator of everything. Haufai kukosa chochote. Baba ndiyo mwenye everything. You have a father in heaven. Unafaa ukiguzwa unasema nitasema kwa baba wewe. Bwana Yesu asifiwe. And some of you wakati mwingine unaguzwa ni kwa sababu you don't know who you belong to. Wewe ni wa baba mkubwa. He is the creator of heaven and earth. Kwa hivyo ukitembea unajua hata mahali umekanyaga, usisumbuke. Unasema unajua baba yangu ndiye mwenye title deed yote. Wacha hii kadogo hapa. Praise the Lord. Psalms 24 verse 1 inasema bingu na nchi ni zake. Ni kumaanisha mother title iko na your father. Hufai kukosa shamba. Hiyo amen ni ya mtu mmoja. Haufai kukosa shamba hapa duniani. Haufai kukosa mahali pa kujenga hapa duniani. Baba yako ndio mwenye kila kitu. Anasema I will be your father. Praise be to God. Ni wangapi wanajua baba yetu ako mbinguni? Baba yetu ni mkubwa. Hallelujah. Ushaisikia hadithi moja, kuna kitu moja nisikia askofu siku moja akisema, askofu wetu mkuu walikuwa wanaenda na huku nafikiri ni Nyahururu. Pale barabara kwa kule Rimuru, matatu moja ikatisha msichana mdogo tu. Alikuwa anaendesha Mercedes. Akaenda akasimamisha hiyo gari mbele na akasimamisha hivi across huyo msichana. Alikuwa peke yake na akatoa gazeti akaanza kusoma. Watu wa pip. Watu wakawa wanaulizana nani ataenda kuongea na yeye. Watu wote wakawa wanaulizana anaweza kuwa msichana wa nani? Baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtoto hawezi kuguzwa kwa sababu ya baba. Okay. Sasa umeshika. Unajua baba yako ni nani? Hata shetani mwenyewe sio competitor. Alafu unaogopa. They are missing something. Mungu hawapiganangi na shetani. Shetani sio competitor. Ati wako pande hii na huyo wako pande hii tushindane. Huyo ambaye baba yako shetani mwenyewe anamuogopa. Na wewe unaogopa. Niulizie jirani, kwani hujui ni wa nani? Sasa walikuwa wanaulizana, nani ataenda kuambia huyo msichana atoe gari hapo? Shida hii si kutoa, shida ilikuwa ni msichana na amefunga barabara. Hakuna mtu alienda hapo. Baadaye ndio nilisikia askofu akisema ni ushuhuda alikuwa anatoa. Ndio baadaye ndio huyo msichana alipindua gari akashuka nje. Akaambia watu wote akili hawana. Wakaenda. Unaweza kumfuata. Kwa sababu hujui mtoto wa nani. Hata kule shuleni. Kuna shule nyingine nilikuwa nafanya kazi. Kuna watoto ulikuwa unaangalia huwezi kuguza. Kwanza hata akikuja na wewe ni dereva, nilikuwa naendesha gari ya shule. Ukiwa unaendesha hivi anakuja anakuuma masikio. Unataki kuongea kwa sababu hujui mtoto ni wa nani. Unanyamaza unaumia tu hapo na sikio lako lilikuwa limeumwa. Unaambiwa kijana please stay behind. Unaenda ukisema Bwana Yesu. Sasa unajaribu kuorganize na walimu. Huyu muweke na kule nyuma. Bwana asifiwe. Naye hataki kuwekwa huko nyuma. Mimi naona kuna watu bado nataka ushike ya kwamba kuna ahadi. Aliahidi ya kwamba yeye atakuwa baba yetu. Yeye amesema I will be your father. Kama Mungu wetu ni our father, kwa nini mapepo ikusumbue? Kwa nini magonjwa ilete shida? Unafaa unaenda kwa baba unamwambia Father, there is a promise you made for me that you will be my father. Oh, glory to God. There is a promise that you will be my father. Baba nitetee. Wakati unaambiwa kazi itakwisha, unafaa unamwambia Bwana nitetee. Baba nitetee. Kwanza unamuita baba. Ninaomba unitetee. Na unajua litufundisha vile ambavyo tunafaa kuomba in the book of Matthew. Ya kwamba our Father which art in heaven. You have a father. Bwana Yesu asifiwe. Usitishwe na chochote, you have a father. Unafaa unatembea Kenya hii na dunia hii bila kuogopa. Kwa sababu you have a father. Unafaa unalala usingizi unatosha. Because you have a father. Unafaa wakati pepo zinainuka na madhabahu ya kwenu inainuka unasema I have a father ambaye yuko mbinguni. Unakemea kansa inaondoka.
unakemea magonjwa, inaenda, mapepo inaenda. You have a father. Hallelujah. It is a promise. Na unajua Mungu wetu peke yake niye anaweza kupromise kitu na afanye. He has promised that he will be our father. Oh, glory to God. Mimi ninataka niwaambie kuna kitu unaweza ambiwa hapa, uanze uchunguzi mara moja. Kuna kitu unaweza ambiwa, uambiwe unajua baba yako ni fulani. Asubuhi utakuwa kwa wakili. Mwambie utaenda hapo kwa wakili, hapo ukae kwa hiyo kiti. Usonge mpaka uingie. Wakili akuulize ni nini? Umwambie nataka unisaidie. Nimesikia kama mama yangu ametenja baba yangu ni fulani. Ni kwa sababu ya vile labda hako. Kuna watu utapelekana mpaka kotini huko, uende utete useme proof. Kwanza ukiambiwa tolewa damu unasema toa hata kama ni lita 3. As long as tuta proof you are my father. Basi. Unajua kuna kitu kilifanyika na mtoto anaitangwa mwana ama ni mtoto mpotevu. Kwa nini sio mtoto? Ama mwana ni mtoto bado Bwana asifiwe. Bible inasema alikaa mahali baada ya kutumia vitu zote. Alikaa, it is only a father that can do that. Bwana Yesu asifiwe. It is only a father who can receive you. Na ndio maana Mungu akiwa mbinguni akasema watoto wangu, akaamua atoe kamoja ndiye achukue hawa wengi. It is only a father who can sacrifice and say oh no. Praise be to Jesus. Bible inasema huyo kijana alikaa akasema I will go back to my father. Alikumbuka baba yangu ni akona watu wengi wafanyakazi, au hakusema ya kwamba nitaenda kijiji hiyo watu wanione wanihurumie. Alisema I will specifically go to my father because I know my father akiniona hata nitupa. Oh, glory to God. You have a father in heaven. Wacha kujiona kana kwamba wewe uko peke yako. You have a father in heaven. Katika jina la Yesu. Ahadi ya pili ya mwisho. Tumesema ngapi? 5. Wacha hizo 5 zitoshe kwa sababu ya muda wetu. Tuangalie the condition. Sasa ndiyo Mungu awe baba. Kwa sababu hata wewe huwezi taka kuwa mama wa kila mtu. Hata leo ukianza kuitwa mama, uone mwenye kumekuita mama utamwambia wewe. Bwana asifiwe. Ndio maana hata by the way hapa mkiniita pastor niko tu sawa. Kwa sababu unaweza kuniita dad na unanikosea. Unasikia kama umeniumisa. Bali ungeniita tu pastor. Unajua pastor ni watu wote. Pastor ni wa kondoo, mbuzi, ng'ombe. Sote. Hiyo ni shepherd. A shepherd is not specific. He takes care of all. So unaweza kuniita Pastor Julius, unaweza kuniita Brother Julius. Sitabadilika. Kibora usiniite hiyo ya pili. Bwana asifiwe. Kwa sababu baba, unajua pia baba ni gharama. Ni wewe ugaramike na mimi nigaramike. Sasa condition ni gani? Okay, nani angependa kuitwa baba ya mtu mbaya hapa Kenya? Useme mimi nataka kuwa I will father that person. Acha tu. Ama usikie kijana wa mtu fulani hapa ni yeye anapiga ngeta watu wapi, sijui wapi kila mahali, and unajitoa unasema mimi nimejitolea. Mimi kama Bwana Njuguna nimejitolea. Huyo kijana awe my son. Ati Elisha, sorry nimekutumia sana. Acha nitumie. Lakini mtoto wako acha atakuwa mzuri. In Jesus name. Sasa Pastor Joseph aseme kuna kijana nimesikia anapiga watu ngeta kutoka tunaitwaje? Vanillas. Huku kote I want to father. That's my son. Unafaa unarudi nyuma hatua 3, unaangalia like father like have your seat. Unajua kwa nini wakati mwingine hatutaki kuitwa dad hapa kanisani? Kwa sababu I want to see my character in you. I want to see it. So if you don't see it, ukiniita dad, nikashindwa ni mtu.
Sitaki kuwa associated na Bwana asifiwe. Ambia jirani the promises of God ziko na condition. Usiwaambie jirani umebebwa na Collins, usibebwe na Collins. Mwambie baraka za Bwana ziko na condition. Askofu wetu mkuu Archbishop Harrison anafaa kiangalia CFF akipima ya adhiriva. Anaona kuna kitu inakaa yeye. Ndio hata tukienda tumwambie nimeenda kwa my spiritual father. Anasema yes my son you have arrived. You have arrived. Wewe kama ule kijana, unajua Bible inasemaje? Bible inasema na baba akamuona akiwa mbali. Kwa sababu kuna character either kutembea, labda kuna kutembea fulani. Bible inasema alimuona akiwa mbali. Then labda kulikuwa na kutembea. Wewe uko na nini? Kuna character ambayo inafaa kufanana na baba. Okay, niulizie jirani, kuna kitu yote inakaa Pastor Julius? Nimuulize tu. Aya, tuangalie condition. Verse 14. To quote 2 Corinthians. Chapter number 6. Bible inasemaje verse 14? Sasa hizi ni conditions za God's promise. Kwa hivyo every time Mungu amesema kitu, by the way usikimbie kusema I receive it. Kando na I receive it, tena enda uangalie the condition. Ndio usibaki na kushika hewa. Ninaachilia passport, I receive it. Kando na I receive it, enda uangalie nini? Condition. By the way tungekuwa tuna receive. Zile vitu tumekamata. Nakamata kwanza unaweka hivi. Alafu baadaye unashindwa ime-evaporate namna gani? Ni condition. Kwa hivyo ndio Mungu awe baba yako. Kuna condition. Na kuna wakati Bible inasema ya kwamba hawa ni kama baba wao Shetani kwa sababu ya uongo. Kumaanisha mtu yote ambaye anasema uongo, please usitafute baba. Unajua ni nani? Hii maneno naona ikiwa mzuri. Bible inasema be not equally yoked together with. Nimesema nitajifundisha Kiswahili kabisa. Ndio tusigoje interpreter na labda ndiye anapaka watu mafuta kule Sabaki. Sasa nikasema nijifundishe ndio saa zile nisigoje yeye hapa na saa zile ndiye anasema hallelujah. Na mimi nagoje interpreter. So nimengangana nijue Kiswahili kabisa. Bible inasema don't be equally yoked. Andika the first condition, avoid being yoked. Yoked. What is yoked? Partnership. Sasa hamwezi kuwa mmeshikana, mmefunganishwa. Unaona kule mashambani ng'ombe mbili huwa zinafungwa kule Ukambani. Sasa huku Nairobi, sio Nairobi. Kwenu sijui ni nini. Kwingine labda ni especially zikiwa zinalima. Yoke ni hiyo kitu inawekwa hapa. Ambao ni ina control. Ni ya kucontrol kila kitu. Lakini zinashikanishwa mbili. Na haiwezi kushikanishwa moja ambao ni kidogo na ingine ni kubwa. Lazima zipimwe. Hii kitu inakuanga hapa juu inatoshana ama inakaribiana. Ndio wakati ambapo hiyo yoke itawekwa ndani zote zitatoshea. So ni kumaanisha kwamba Bible ili baba awe baba yako lazima uondoke katika partnership. Usianze kufanya partnership na watu ambao sio believers. Bwana asifiwe. Sasa huwezi kufanya partnership ya kwamba sasa ati mnaendaga kufanyia chama wapi? Kwa bar. Wewe ukunywangi pombe. Lakini uko hapo wewe ni number 9. Kazi yako ni kuwaombea wakimaliza. Don't be yoked. You are yoked. Hapo kidogo kidogo utaanza kufanya vitu zingine. Bwana asifiwe. Hawezi kuingia kwa chama ya kununua sufuria. Watu wa mama 10 wote waendagi kanisani, wewe ni number 11. Unasema mimi kazi yangu ni kuhakikisha katika ulimwengu wa rohoni nimewakamatia. Hawezi kukamata kitu. Mwambie jirani toka huko. Partnership. So that na ndio maana unapata mtu anapigwa na ako kanisa. Unashindwa ni nini? Ni nini hapa? Anapigwa nini?
Ni kwa sababu kuna area moja amepartner. So don't partner. Praise the Lord. Sasa hamwezi kukaa pamoja na mtu mmoja pande hii anavuta sigara, alafu mnapiga pastor. Na wewe umeokoka. You are partnering with unbelievers. They don't believe what you believe. Sasa usishikanishwe na hiyo. Yaani kulima ikianza, ng'ombe ile imeshiba na ile haijashiba zote zinavutaga the same. Kwa sababu zimefungwa. Oh, glory to God. Ambia jirani tutoke. Tuko wengi. Tuendelee. Bible inasema for what fellowship has righteousness with andika number 2 condition fellowship. Lazima ukuwe na fellowship nzuri. Na wakati Bible inasema kuna ushirika gani? Hii ushirika imeandikwa hapa. Righteousness nimewafundisha kidogo. Nikasema it is right standing with God. Kwa hivyo hawezi watu wote wakiulizwa mahali huko, wale wanaweza kujua ni watu ambao sio hawana msimamo mzuri mbele za Bwana. Wako na bad reputation. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ufai kusikia sasa pastor unauliza Kitengela, unauliza wapi? Unasikia mimi sasa ninashinanga na watu fulani. Hata ukituona tukitembea tunatembeanga na watu wale wananyang'anyanga watu mashamba. Huyu amebeba nini? Amebeba bahasha. Wanabebanga bahasha. Huyu amebeba bahasha na mimi niko hapa. Na sio siku moja, siku kadhaa. Utasema kama umeona fulani pastor ako hapo. Right, sio mtu sio hafanyi kitu kingine, lakini kalaini yake haiko sawa. Wewe hauwezi kuwa wewe ndio rafiki ya diviners. Akitokea hapo na kitambaa ya yellow, wewe hata ndio unamuuzia. Shetani yashinda. So wewe Mungu hawezi kuwa baba yako. Hawezi. Anaangalia anaona huyu siwezi kuwa baba yake. Huyu. Unaona vile ninaangalia hata hapa kanisani. Ninaangalia nasema huyu mtoto. Ninaona kama ni mtoto ambaye bado hajakunywa maziwa ya hapa. Nilisikia siku moja, sijaijua kama ni kweli. Ndio nikakaa nikaona kama inaweza kuwa. Ati ukienda kuswim Mombasa ukunywe maji hiyo, umeswim hujui kuswim, ati utaanza kuongea Kiswahili kama hiyo. Okay, wangapi walijaribu kufanya hiyo experience? Wangapi walijaribu hiyo kitu? Ama ni osmosis. Okay, sasa kwa sababu mimi ninajua kuswim kidogo, nijaribu nikubali tu nikunywe. Nikaona kama ile ya kukubali mwenyewe haifanyi kazi. Bwana asifiwe. Unafaa ukiwa ndani ya Kristo, baba yetu ni mtakatifu. Baba yetu ni righteous. So unafaa ukuwe na righteousness. Praise be to God. Na Bible inasema righteousness does what? Exalt a nation. Ndio taifa hii kama Kenya iwe mzuri, lazima viongozi wale wanaongoza kila mahali wawe watu ambao sio watu wamegonyeka. Kugonyeka ni kuwa mtu ambaye sio straight. Lazima wawe watu righteous. Watu wanasema vitu zile ziko. Watu wanatendea wale wengine haki. Oh, glory to God. Number 3 ni communion. Bible inasema what communion has light with darkness. Na by the way hiyo communion, na mahali umeona darkness ni vitu kama consulting witchcraft. Communion ni kumaanisha kwamba wewe unaenda kwa mesa za wachawi, unaenda kwa mesa za sorcerers, unaenda kwa mesa za watu wasomi vitu zingine, mikono na vitu zingine. Hiyo ni darkness. Bible inasema mtu huyo ako na ushirika mgani? Hata sio ushirika. Communion ni nini kwa Kiswahili? Ni kama tu ushirika, uhusiano. Uhusiano. Sasa huwezi kuwa kanisani na watu hao tuko nao. Huwezi kuwa kanisani wewe ni wa Mungu leo, lakini kuanzia Wednesday unaingia tu nyumba twingine twa giza. Bible inasema uhusiano huu unakaa namna gani?
Bible inasema light and darkness. Light ni wewe, ni mtoto wa nuru. Bible inatuita sisi the children of light. Sasa tunafanya nini na the children of darkness? Why are we consulting evil? Why are we consulting witches and the rest? Na watu wako kanisani. Na unajua kanisa kama hii si kumaanisha ya kwamba sasa shetani hawezi kupita akienda, kwa sababu alipita mbinguni. Wacha hata kupita, alienda akaongea. Kuna maneno alisema kulingana na Job chapter 1. Hata kama sio heavens mahali ambapo Mungu anakaa the throne, ni heavens a certain area, the meeting area. Ni kama tunaweza sema boardroom, mahali watu wanakutana. Kuna tofauti ya boardroom, bedroom, kitchen, washroom. Sasa alikuja kwa meeting center, kwa mkutano. So kama alitokea hapa sasa, ili sisi tuwe very strong, ndio mtu akikuja kwa gate akiwa amekuja kupima sisi na vitu zingine. Sasa hiyo ni kazi ya waombaji na watu wale Mungu ameinua. Hao ndio wanafaa wanaomba na wanahakisha wameomba, wafanya kazi wote. Ndio maana tunaitananga hapa maombi every time. Bwana asifiwe. Ndio kazi yao. Wanaomba. Unajua mtu ukienda uombee mahali, useme area hii katika jina la Yesu. Hiyo area katika ulimwengu wa rohoni inakuwa na moto, inakuwa na fence ambao huwezi kuona. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alijaribu kuingia kwa nyumba ya mtu kumfanyia vitu. Okay, wakati alitokea tu kutoka hewani akaanguka. Lakini wakati wa kutoka akashindwa, fence mbona ni refu. Mpaka watu wenyewe wakatokea. Wakakuja wakauliza, ni nini mnang'ang'ana kupanda hiyo ka fence? Wakasema, tulikuwa tumekuja kufanya makosa, lakini tumerealize ya kwamba ile fence tunaona hapa ni refu kuliko kawaida. Na sio refu, ni kwa sababu nao walikuwa wanatumia spiritual eye, wanaona fence. Na wale watu walikuwa wameomba. Bwana asifiwe. So ili church iwe that stable, lazima kuwe watu ambao wanaomba. Ukiona watu wanaomba wanafanya nini? Kwa sababu wanaweka nini? Ulinzi. So tusipofanya hivyo, kunaweza kuwa na mtu hapa kanisani. Na let me tell you something. Kama kuna kitu ambayo inaweza kuwa kubwa na tatizo sana, sio kitu ambayo you have been introduced to, ni kitu you have introduced yourself into. Hiyo kutoka inakuanga challenge. Praise be to God. Ukianza kufanya kitu fulani wewe mwenyewe, utake kwenda kuconsult, hauja utumwa na mtu, ukaa hivi uone vile nimesumbuka, nitaenda kwa mchawi. Unaingia kwa hiyo nyumba ya mganga, anakueleza mambo. Kutoka hiyo kitu inakuanga changamoto. Okay, sijaienda huko, lakini I want to tell you it is difficult. Ndio maana unapata kwamba kuna mtu atakuwa kanisani lakini yako na ka element ya hiyo. Ako na ka element. Akiangalia mwingine anafikiria vile ambavyo anaweza kumharibu. Akiona watoto wakiimba pale anasema huyo mtoto amesukuma wangu. Yaani ndani yake ako na element ya curses. Ako na element of destruction. Ako na iko ndani. Because he introduced himself there. Na hiyo ni inaitangwa spiritual bondage. Finally inaanza kuwa addiction ya kiwango cha juu. Na sasa Bible inauliza kuna uhusiano gani kati ya light and darkness? It means it is possible even for believers kuwa kanisani kama hii, lakini yeye wakati mwingine usiku unaona kitokea kwa nyumba zingine ambazo hazinanga milango, ni curtain, unagonga curtain hivi usiku mchana. Those things are there. Praise be to God. That's why you see when sometimes we are praying, hiyo deliverance inatokanga wapi? Ni kwa sababu kuna kamahali kamwanya. Initially huyo mtu kile kimemkamata, hakitakangi ya kuja kanisani. That's why unasikia kuna mtu anapenda kanisa, lakini kukula fungu la 10 sio shida. Kuna kitu ilikamata yeye, hajui. Praise the Lord. Kutukanana is not a problem. Kuna kitu iliingia ndani yake. Alianza tu, akaanza kuita mtu Goma. Baada ya Goma akagraduate. Sasa hata anaweza kuhubiri ama afanye nini, aite mtu na hata asitende kutubu. Iko ndani yake.
Biblia inauliza ni uhusiano gani kati ya giza? Kwa nini watu wawe kanisani na wafanye hizo vituko zote? Naye Mungu anasema ya kwamba huwezi kuwa mtoto wake. Condition ya Mungu kuwa na sisi na kuwa na wewe na kukaa ndani yako na kutembea na wewe na kuwa Mungu wako na kuwa baba yako ni wewe utembee katika nuru. Walk in light. Praise be to God. Walk in light. Kanisa lazima uondoe vita kanisani, vitu, mambo mengi. Penda kutumikia Bwana, penda kutaka kufanya kilicho kizuri mbele za Bwana. Praise be to God. Inamisha uso wako tuombe. Mwambie Bwana akusaidie. Mungu mwaminifu. Oh, you are my God. Yes, Lord. For you are my God. Oh, you are my God. Take us higher. Shada barakozila baragadaba. Zaliga bara. Take us higher again. Zanta libra koshala barako zalabahan. Yezomba tu dakika hizo chache. Oh, for you are my God. For you are my God. Oh, you are my God. For you are my God. For you are my God. Oh, you are my God. Thank you, Lord. Shada barakozila barades. Oh God. Kuna watu katika ibada hii, in one way or the other, ulijipata unapiga madhabahu ambayo ungependa ikubariki. Na leo umesikia kwamba ili tuweze kuwa watoto na Mungu awe baba yetu, lazima tuondoe giza. Giza ni matendo mabaya. Giza ni mambo sio mema. Giza ni mambo ambayo yamejificha. Leo kama mtumishi wa Bwana, nataka niweze kutangaza baraka kwako. Kwamba kuanzia siku ya leo, unaomba Mungu akupatie neema. Labda uliwahi sikia kwenye masikio yako na ungependa madhabahu haya ikutetee, ikupiganie. Nasikia Bwana anataka kuweka order katika maisha ya mtu. Ungependa uweze kutokea. Tusimame hapa. Ni Mungu anajua. Anasema sasa, Baba ninaomba unitetee. Abrahamu hangeenda mlima inaitwa Moria. Hiyo mlima kama alikuwa anaipiga. Kuanzia leo unasema kwamba it is my turning point. It's my turning point. My turning point. Just come. I don't know why the Lord is calling us into order. God is calling us into order. The mighty name of Jesus. Haukujua, labda ukiongea haukujua labda ukisema kitu na unatarajia mikono hii ya mtumishi huyu ikuwekelee mikono juu ya kichwa chako, lakini ulimi kateleza ama masikio ikawa wazi kusikia mambo mengi. Ningependa uje tu niweze kutangaza baraka kwako. Nasikia Bwana
Kuna malango atafungua kuanzia siku ya leo. Usiogope. Sijui kile ulisikia, sijui kile ulisema, lakini nataka madhabahu haya isipigane na wewe. Neema ambayo Bwana amenipatia isipigane na wewe. Mafuta ambayo Bwana ameweka juu yangu isipigane na wewe. Tokea tu mahali ulipo katika jina la Yesu. Tuko wengi, tutokee tu mahali tuko. Bwana hawezi kuitana bure. Vita zingine tumeleta katika maisha yetu kwa sababu mafuta hii, labda haujui kile askofu wangu mkuu alisema wakati alinimwagia mafuta. Shada barakozila bahati. I want to give you this chance to come and correct and declare, oh God, I'm correcting every error in my life. I want this altar to fight for me, not to fight with me. Kuna watu ambao madhabahu haya inapigana na wao badala ya kuwapigania. Kuna watu ambao neema ambao Bwana amenipatia inapigana na wewe badala ya kukupigania. The mighty name of our Lord Jesus. For you are my God. Oh, you are my God. For you are my God. You are my God. Oh, you are my God. For you are my God. For you are my God. Oh, you are my God. Thank you, Lord Jesus. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, natangaza ya kwamba mfalme, wateule hawa ambao Bwana wamejitokeza kupitia neno hilo ambalo Bwana nimelitaja, kupitia maneno hayo Bwana, na kupitia ungamo lao siku ya leo kwenye madhabahu haya, naomba ya kwamba Baba, madhabahu haya ikawatetee, isipigane na wao lakini watetee. Neema Bwana ambao umenipatia isipigane na maisha yao, lakini Bwana ikawatetee katika jina la Yesu. Ikawapigania in the name of Jesus. Kuanzia siku ya leo kama mtumishi wako Bwana, nimetangaza baraka kwao. Nimetangaza mfalme ukawainue Bwana. Nimetangaza Jehova ukawalinde mfalme, katika jina kuu la Kristo Yesu. Natangaza mfalme neema yako juu ya kila moja katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana na utukufu, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante, Mungu abariki. Amen. Nilete tangazo moja. Friday hii tuko na mkesha hapa. We have a kesha here. Nitaomba sana tuwalike mmoja, wawili, watatu, na itakuwa vizuri. Please invite a friend, invite an enemy that you think is an enemy. Mkaribishe. Mwambie you are most welcome this coming Friday kuanzia saa 3 mpaka saa 10 asubuhi. Tutakuwa na nafasi nzuri ya kuombea watu pamoja, tukiwa na mtumishi wa Mungu tutaombea wapendwa, na tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kumwabudu Bwana. Amen. So this coming Friday umekaribishwa sana katika jina la Yesu Kristo. Tutayarisha sadaka zetu. Pia Sunday hii ijayo tutakuwa na Super Sunday jioni, baada ibada jioni, na hiyo ibada inakuanga ibada mzuri. So unajitayarisha mapema, na vile tulisomewa kalenda yetu ya mwaka huu, iandike mahali vizuri. Vile tulisomewa na kiongozi wetu, iweke tu vizuri. Mambo hayo yote uliona tulisema hapo, kwa mapenzi ya Bwana tutajaribu kuifanya. Amen. Katika jina la Yesu. So Mungu awabariki sana, watende mema. Tutayarisha sadaka zetu. Wale wako na fungu la 10 na labda unaondoka after this service, please also prepare. Hata kama hauondoki after this service na ungependa tuweze kuomba, mimi ni yule tu kwa hizo ibada zote zile zingine. So I want you to come, wale wako nayo, wale ambao wanaondoka, wale hawaondoki hata kama wako nayo, katika jina la Yesu.
Afu wale wengine pia utembee mahali huko. Nimekuja nawe, nimekuja kukutana. Tunaweza simama, the leaders, tunaweza kuja tutolee sadaka zetu. Haja ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe, nimekuja kukutana nawe, nimekuja kukutana nawe, wewe uhaja ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe. Thank you, Lord. Ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe. Oh, mimi haja ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe. Kuanzia siku ya leo, mkono wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Hatima yako iwe hatima ya baraka. Tangaza amani katika hatima yako, kwa maisha yako yote, kwa watoto, in the family. Jesus name. Nini haja ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru, wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya sadaka zetu. Tumesikia neno lako Bwana. Tusaidia kwamba we are going to follow the conditions. Mahali ambapo Bwana wa rehema hatujafanya vizuri, tunaomba Bwana utusaidie katika jina la Kristo Yesu. Uinuliwe Jehova na uheshimiwe, maana wewe ni Mungu. Tuomba Baba ya kwamba watu wako wengine wanapoondoka baada ya ibada hii, ukawabariki na ukawalinde, na wengine ambao Baba wa rehema tutakuwa katika ibada, ninaomba katika jina la Kristo neema yako ikazidi katika jina la Kristo. Asante Mfalme kwa sababu ya kila program na mambo yote. Nazo sadaka zile tumetoa, ziwe ni za sifa, ziwe za maabudu, ziwe za kujitoa na hata kujitolea, Baba ninaomba baraka zako katika jina la Yesu. Wabariki watu wako na watende mema, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. God bless you. Asante. Naweza kuweka tu hapo. Amen. Amen. Tuombe, tuanze ibada. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Kuna wale ambao tunawafungua kwa ibada hii, wabariki. Wengine tunapoanza ibada hii, tunaomba uwepo wako mwingi katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Salimia jirani as we share the word of grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless.